anakufa mtu anakutwa na mauti kisha kunywa pombe. Kwenye dini yake kakatazwa asinywe pombe. Au anakufa na janaba la zinaa, kaenda kustarehe kazini, mauti yakamfika huko, na Mtume anasema hanywi pombe mwenye kunywa akabaki na imani, wala hazini zinaa mwenye kuzini akabaki na imani, wala haibi mwenye kuiba akabaki na imani. Yani hichi kitendo unachofanya huku kwenye dini umekatazwa, lakini wewe kwenye maisha yako unasema ni cha kawaida, watu wengi wanafanya, na wewe ukafanya. Ulipokifanya kile kitendo, kumbe saa zako za kuishi zimekwisha, ukafia huko ulipofanya kitendo kile, kama ulikuwa umeivua imani yako, kama unavyovua nguo zako. Kwa hiyo kama ulikunywa pombe, halafu ndani ya pombe ile haijatoka kichwani, mauti yakakukuta, unakwenda kwa Allah hali ya kuwa una ushahidi kamili kwamba wewe ni muasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yuhsharu nnasu ala ma matu alayhi, watu siku ya kiyama watafufuliwa kwenye yale matendo yao waliokufia. Ile hali uliokuwa nayo wakati wa kufa na siku ya kufufuliwa unafufuliwa nayo ile ile. Kama ulikuwa ni mtu wa miamala ya riba, ukifufuliwa unatoka na ishara ya kwamba wewe ni mtu wa riba. Kama wewe amali yako ilikuwa ni ulevi, ukafa nayo, basi wewe ukitoka utatoka na alama ya kuwa wewe ni mlevi. Mtume akatutolea mfano kwa mambo mawili, moja la kheri na moja la shari. Hiyo mifano miwili uitumie kwenye maeneo mengine. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutanguliza maneno hayo, yuhsharu nnasu ala ma matu alayhi, watu wote watafufuliwa kwenye yale waliokufia. Halafu ndo wakatoa hiyo mifano miwili, mmoja mbaya, mmoja mzuri. Mfano mbaya akasema mwenye kufa na pombe. Mwenye kufa na pombe, yani kafa, lakini pale wakati mauti yanamkuta kesha kunywa pombe, imo ndani ya damu yake. Mamata sakaranu, mwenye kufa akiwa kesha kunywa pombe. Dakhala fi qabrihi sakaranu, watakapomzika jamaa zake wanamuingiza kwenye kaburi lake hali ya kuwa na ulevi. Kanywa umo mwilini, mauti yakamkuta, ndo umo anakufa nao, anazikwa nao. Dakhala fi qabrihi sakaranu, ataingia kwenye kaburi lake akiwa ni mlevi. Hata wakuoshe majosho 7 bado pombe imo mwilini haitoki, unakufa nayo. Mtu akafa, vilivyo ndani ya mwili havitoki, damu yake inabaki umo umo, maji yaliyokufa nayo yanabaki umo umo. Kama alikunywa hayajaingia kwenye mwili yanaweza yakatoka, lakini yakishaingia mwilini hayatoki tena. Kwa hiyo unakufa na pombe na unaingia kaburini ukiwa na pombe. Wayakhruju yawma alqiyamati min qabrihi, au wayakhruju min qabrihi yawma alqiyamati sakaranu, na wakati wa kufufuliwa atatoka kwenye kaburi lake akiwa mlevi. Vile akiamka tu ndo anaamka nao ule, anaondoka pale na nishai, ushahidi kamili, anakwenda mbele ya Mola wake hivyo. Wayalqa rabbahu sakaranu, kwa hiyo atakutana na Mola wake akiwa mlevi. Kitendo alichokufia ni pombe. Akiamka tu siku ya kufufuliwa anaamka nayo. Huo ni mfano, tena utautumia kwa mambo mengine yote. Na mfano wa kheri akasema wa mamata muhriman, na mtu atakayekufa kahirimia hija, katoka kwao kakusudia kwenda kufanya ibada ya hija, kafika kwenye mikati, katia nia ya kwamba yeye ni haji, halafu mauti yakamkuta.
yakhruju min qabrihi yawm alqiyamati mulabbiya, huyu atatoka kwenye kaburi lake siku ya kiyama analeta zile talbia, maneno wanayoyasema mahujaji. Akiamka tu kutoka kaburini, akili itamtuma kwamba kama alikuwa kalala na anakumbuka mimi nina nia ya hija, sasa hivi niko kwenye hija. Kwa hiyo akitoka kaburini mwake atatoka na maneno labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka.